Kuna watu wako jela ya afya, mwingine yuko jela ya mahusiano, mwingine ni jela ya uchumi. Yaani ukijiangalia unasema mimi niko jela. Mwingine amekaa kwenye cheo kimoja miaka yote, hata pengine una sifa za kupanda cheo, lakini uko jela. Kuna mtu ulianza matibabu hospitali, labda ni Muhimbili au sijui ni wapi, ulioanza nao walikuwa na hali mbaya, lakini wamepona. Ukiwaangalia wewe mpaka leo hali yako bado ni mbaya, uko jela. Asubuhi ya leo Bwana anasema hata katika gereza lako Bwana hajakuacha, na ndoto haijafa, ndoto bado iko hai. Wakati ulioamriwa utafika na utachomoza, na nuru ya Bwana itang'aa katika njia yako. Biblia inasema kwenye Mwanzo sura ya 39 mstari wa 21, Mwanzo 39:21, Biblia inasema basi Yusufu akaingizwa gerezani. Kuna watu wengi wameingizwa gerezani. Hata asubuhi ya leo Bwana akatuonekanie katika magereza yetu, mahali walipowafungia wafungwa wa mfalme, naye akakaa humo gerezani. Sikiliza inachosema, anasema lakini Bwana alikuwa pamoja na Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo Bwana yuko pamoja nawe, hata kama unajigeuza kwenye kitanda chako, hata kama mambo hayaendi, Bwana wa Yusufu ni Bwana wako pia. Neno linasema akamfadhili, akampa neema machoni pa mkuu wa gereza. Nikwambia asubuhi hii ya kwamba neema yako iko njiani, Bwana anaileta, utaishuhudia kwa macho yako. Endelea kungoja. Kucheleweshwa ni silaha. Watu wengi wameacha imani kwa sababu walicheleweshwa, wakaruhusu mawazo mabaya yaingie kwao. Wengine wamekuwa waraibu wa madawa ya kulevya, wengine wamemwacha Mungu, wameacha kuomba. Silaha ya kucheleweshwa usiipatie nafasi katika maisha yako. Maono yatatimia hata kama kibinadamu itaonekana kuwa imechelewa. Hili ni jambo la ajabu sana. Biblia haisemi Bwana alikuwa pamoja na Yusufu alipokuwa amefanikiwa. Hatuoni mahali hapo. Inasema alikuwa pamoja naye gerezani. Kucheleweshwa hakumaanishi uwepo wa Mungu umeondoka maishani mwako. Nikutie tu moyo, hapo hapo ulipo, uko broke, uko vyovyote vile, uwepo wa Mungu bado uko pamoja nawe. Watu wengi udhani kama mambo hayaendi basi Mungu hayupo. Hapana, Mungu yuko pamoja nawe. Neno linasema Mungu anaweza kuwapo hata katikati ya kucheleweshwa kwako. Unapambana biashara, unatamani ufike mahala fulani, unajitahidi, unaona mbona wenzangu wanafanikiwa. Hata katika kuchelewa kwako Bwana yuko pamoja nawe. Nikwambie jambo moja, nisikilize vizuri. Kuna mambo ambayo Mungu hawezi kukupa mapema, na Mungu ana sababu zake. Moja, pengine ukiyapata mapema yatakuharibu. Mungu ana hekima. Mungu anaujua mwisho kukingali bado mwanzo. Kuna majukumu unatamani uyapate, kuna nafasi, kuna baraka zinahitaji tabia iliyokomaa. Kuna kitu Mungu anasema huyu nikimpatia leo ataishia Segerea. Anasema mwanangu, ngoja kwanza ukomae komae. Kuna kitu anataka kitokee kwanza kwako. Akikupatia hicho cheo leo, anakuona ambavyo utakichezea na utapotea. Hujatosha bado, Mungu anataka kukukomaza. Kuna kitu kinatokea. Ungeweza kuwa umeshaolewa, lakini kama angeruhusu uolewe jana, pengine huyo mume ambaye angekuoa angekuwa ndio chanzo cha maisha yako kuisha duniani. Anakuchelewesha kwa sababu, na wakati ulioamuriwa ukifika, utapata kilicho sahihi kwa ajili ya maisha yako.